itashika hapa juu hapa. Asante sana. Asante DJ. Bana bengo mulembe. Mulembe lundi. Enyandebe abwene anana mulambo nanga bulayi. Eyo mulambo nanga bulayi. Anana mulambo nanga bulayi. Mheshimiwa bengo mulambo nanga bulayi. Mheshimiwa Jaku Wamboka ne family yo mulambo nanga bulayi. Eseni sesifuna. Mumanyele bulayi. Ezo mwana wenye kwa makandu ya nanu awundu bali ekitinda. Babose Laurent Sifuna kabako mbunge wewe ebu mulende. Kwa msika nanu wasiritaji. Mumanyele nye akodile. Sasa kwa waheshimiwa wote ambao wamefika hapa, tumeombwa na hawa ndugu zetu wa media na magazeti, na msiwazuie wananchi kwa sababu wanataka kuniona vizuri, si ndio? Wananchi oye! Ile wanasema tu ni wanataka kuniona vizuri. Mheshimiwa Kimilu, wale ambao hawaongei Kibukusu, hiyo ndio kitu wanasema hapa. Nimefika hapa kumfariji ndugu yangu Mheshimiwa Jaku Wamboka. Mheshimiwa Wamboka, pamoja na familia yako yote, nataka niseme pole sana kwa kumpoteza ndugu yako. Mimi nataka Kenya nzima ijue kwamba hii maneno yote watu wanazunguka wakiimba sisi ndio Sifuna ilianza hapa Bungula. Mheshimiwa Wamboka, unakumbuka wa kwamba wewe ndio mwenye kuanzisha hii safari ambaye tunazungumzia sasa, kwa sababu Mheshimiwa Wamboka ako na vitu ambavyo mimi napenda sana, haswa kwa binadamu na kwa wanaume. Kitu ya kwanza, Mheshimiwa Jaku Wamboka ako na msimamo. Msimamo yake ni ile ya kusimama na haki na kusimama na wananchi wakati wote. 2024 hii Bungoma, wakati ambapo tunapiga finance bill, kuna wanaume wawili peke yake ndani ya Bungoma ambao walisimama na wananchi. Wa kwanza ni Mheshimiwa Jaku Wamboka, mwingine ni Majimbo Kalasinga wa Kabuchai. Huyu Jaku Wamboka, mukitoka na yeye mseme munaenda vita, hawezi geuka nyuma ukute ametoroka. Mimi hakuna siku utanikuta ati napanga kikosi ya kuenda vita ati niweke Didmas ndani, haiwezekani. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Hawa ni watu hawana msimamo, na shangaa ati naweza kuwa pale juu na nyumbani ati gavana wangu ni Didmas. Oleweni. Poleni sana. Hata maiwa sika apange kura Bungoma mno. Mheshimiwa Didmas madarau niko wanje kesi ene khuli wawanga mati maiwa sekalo mali za khwe kura ta. Wati bye kura ya maiwa mwene busa sendise ta. Mheshimiwa Wamboka, ni baadhi ya wale wabunge kwa sababu ya msimamo wao na kuunga Sifuna mkono wameelekezewa lawama, uongo, fitina pale ndani ya bunge na Mheshimiwa Wetangula. Huyu Wamboka, sisi kama wana Azimio tulikuwa tumemweka yeye akiwa chairman wa PAC, kamati ambayo inashughulikia mambo ya oversight ya mambo ya elimu. Huyu Wamboka ametolewa kwa hiyo kiti, hana makosa ingine, ni kwa sababu anasema yeye ni Sifuna. Tulikuwa pale, kesi ikaletwa na huyo Weta, wanasema ati Wamboka alikuwa anaitisha watu hongo. Ule mtu ambaye alikuwa anasema Wamboka alimuitisha hongo, wakati alikuja pale bunge, mimi nilikuwa baadhi ya wakili wa Wamboka. Tunamuuliza, huko hata na simu ya Wamboka? Hana. Mshawahi kutana na Wamboka wapi? Hakuna. Wale walikuambia Wamboka aliitisha pesa ni kina nani? Hawajui. Hata wale walikuwa wameandika ati walikuwa wameambia huyo Kobia, na Kobia ni mzee tunaheshimu, waliandika barua pale wakasema hawajawahi kukutana na Wamboka. Wamboka alinyanyaswa akatolewa kwa kiti kwa sababu wanasema yeye ni Sifuna. Mheshimiwa Wamboka, nataka uendelee kusimama ngangari. Sisi Biblia inatuambia Mungu ataturejeshea miaka yote ambaye ililiwa na nzige. Hawa wananchi hawa ndio wenye kupayana title zote. Hata mimi kule ODM
wanafikiria wakininyang'anya katibu mkuu, wakifikiria wakinitoa kama naibu kiranja wa chama ama wa wale walio wachache kwenye Senate, wanafikiria hamutanirudishia. Nyinyi ndio wenye kupeana. Saa hii nasikia mnasema mnataka kunipea kiti ingine. Mumeamua? Mumeamua? Mimi nawaamini kwa sababu hiyo viti yote ni nyinyi mnapeana. Hapa tuko na kikosi kikubwa kutoka Kenya mzima. Hawa ndugu zako wote, Mheshimiwa Wamboka, wengine hawajafika hapa, Mheshimiwa James Orengo, Mheshimiwa Babu Owino, wote wako pamoja na sisi. Na wamenituma na kitu, I think mtu wangu atakumina, walinituma na shilingi 1500 nikupatie. Wako. Iko hapa. Na wanasimama na wewe. Na tunasema, tuna sababu ya kwamba sisi tunazungumza, tunasema Ruto must go. Si ati tunasema tu. Mimi ni senator wa Nairobi. Saa hii Nairobi ni kilio mzima. Tumetoka kule Nairobi, kule Mathare, kuna kina mama ambao watoto wao walichukuliwa kabla ya maadhimisho ya ile second anniversary ya Gen Z. Wakati wanaandamana kuuliza serikali wapi watoto wao, wengine tena wakapigwa risasi. Sasa Ruto is manufacturing victims of police violence faster than he can compensate them. Kwa sababu walituambia juzi ana compensate wengine wa kutokea 2017, lakini kila siku wanaua watu. Mheshimiwa Waluke, sisi Waluya bwana tunaogopa watu ambao wanaua watu. Kwa kusema tu ukweli. Kusema tu ukweli. Hata kama unasema unatujengea daraja, unajua alikuwa hiyo siku akiua vijana huko Mathare, anafungua daraja ya mita 400. Ni kama tu ya kuruka Khalaba hapo, hakuna kitu kingine. So, unaniambia umefungua daraja ya Khalaba na umeua kijana, huyo kijana hatawahi kutumia hiyo daraja. Sisi hatuwezi kukubaliana nayo. Umesikia mwakilishi wa walimu wamezungumza hapa. Inawezekanaje Mheshimiwa Waluke kwamba wewe ukiwa rais lazima ukumbushwe kulipa walimu ambao walifanya kazi mwaka uliopita? Umesahau kutakuwa na marking nyingine ya mitihani. Kwani hao watu una expect watatoka wapi? Mimi nimechoka bwana. Unajua, wacha niwaambie tu bwana befu mlembe. Mlambuliranga bulai. Kuzidi salala. Mimi nimechoka kama kiongozi wa upinzani. Ukiamka kila siku kuna kesi ambayo unatumiwa. Kama si madaktari, utaamka kesho uambiwe ni walimu. Kama sio walimu, kesho unaamka unasikia Ruto ameleta Ebola. Kama sio Ebola, wanatuletea janga ingine. Bwana, hata kama kazi ya upinzani ni kuweka serikali in check, huyo naye anatufanyisha kazi ngumu. Huyo anatufanyisha kazi ngumu. Yaani Mheshimiwa Waluke na Didmas, nataka niwatume kwa Ruto. Atupeeko tu wiki 2 yenye hajafanya kitu ya kuumiza wananchi. Wiki 2 tu tupumzike, hata sisi tutembee kwa nje ho bode mai. Je, ho kama indikala bile na mwetawe governor na tembe. Kala bile. Mumbe kosa kama wiki kabili, sezi ndiye kosa kama hindi, nikala kosa hasi, watu wanipigie tu story, lakini inawezekanaje kila siku tunaamka ni kilio. Halafu nyinyi mnakuja mnatuambia hapa tuta. Nyinyi watu wa Bungoma mtakubaliana na hii watu kinawaluka hao? Munasemaje Bungoma? Ati munasemaje? Mimi ni mkulima wa miwa hapa Nzoia. Niliwaambia wakati wanauza Nzoia, nyinyi Waluya muko na list ya watoto wenu wote. Fwe sibusa hulimu uongozi mu Kenya muno marabaru ya kwamile bungomenene. Kenya kana mulonge se elaini muloma mulisifun kama cha kukusia Nzoia. What do you say? Yes or no? Wale watu ambao walisimama na nyinyi ni hawa kina Wamboka tu hawa. Mheshimiwa Majimbo Kalasinga. Hawa wengine hawa Didmas, ukikuja hapo utuambieko wewe ulisimama wapi wakati ya kuuza Nzoia? Unataka kuwa gavana ya watu ambao hawana mapato yoyote. Walitunyang'anya miwa yetu na Nzoia yetu, wewe unataka kuwa gavana wetu. Haki ya Mungu pole wasomwana. Wako ukipole. Niendelee. Wameharibu afya. Wanakuja kule Senate wanatudanganya kwamba SHA inafanya. Wakati mkaguzi wa ile hesabu ya serikali analeta ripoti kwenye Senate na atatuambia pesa ambayo SHA inadaiwa na hospitali zetu za county ni kama bilioni 30. Lakini hawa hawaoni kwa sababu wao wako sawa. Didmas, mimi nitarudia nikikuambia. Nitakuambia mpaka usikie bwana ndugu yangu, kwa sababu sitaki uzame. Haiwezekani Didmas. Munaenda kule bunge munapitisha miswada ambaye inanyanyasa wananchi. Alafu wewe Friday unaingia KCB branch Bungoma. Wanakupatia 100.
ati unangoja Sifuna akiongea, ati unaenda kupangisha watu laini hapo, alafu unaenda kusema kwa mitandao ati watu wamekataa Sifuna. Kwa sababu leo tunakujua wewe ndio utakuwa wa mwisho kutoka kwa hii matanga. Bana befwe mulembe. Didmas ndiye atafunga hii matanga, na tumesema tunajua ile pesa mulipewa leo msichukue 200, alipewa 500 yenu. Jambo la mwisho. Sisi tunataka siasa ambazo watu wanapata fursa ya kueneza sera zao bila kuumizwa. Hakuna siku utaniona kwa mkutano ya Kenya Kwanza ati naharibu mkutano. Wafanye mikutano yao, sisi tufanye mikutano yetu. Mheshimiwa Kibagendi na timu yetu ya Kisii, wakiwemo Senator Onyonka, kina Obadia Barongo, kina Clive Gisairo, wametuandalia mkutano mzuri pale Kisii jana. Wakati ambapo tunatoka tukienda Keroka, wahuni wametungoja pale mahali inaitwa Keumbu. Wametupiga mawe sawa sawa. Na kitu ambacho kinanivunja moyo, nimeona kulikuwa na maafisa wa polisi kwa hiyo group ambao walikuwa wanatutupia mawe. Nimemtumia rafiki yangu IG Kanja, hiyo Kanda. Anajifanya hajasoma message yangu, nimemtumia mpaka kwa namba yake ya M-Pesa. Nataka ajue kwamba sisi kama upinzani hatutakubali mandhari ambayo ati kukikuwa na mkutano wa kisiasa mnapiga watu wengine. Mnatupiga kwa nini? Sisi tunataka tukuje tuseme mambo yetu, nyinyi mseme mambo yenu. Hao wananchi ndio wenye kuamua, si ndio? So tunataka wale ambao walihusika na hiyo kitendo pale Keumbu, tunaambiwa ni Mheshimiwa Zaia Janda na ni kijana mdogo. Tunataka tuache hizi siasa za fujo nyuma, ili tuweze kufanya siasa za sera, ili tuweze kuongea na wananchi wetu kwa amani. Mimi nataka nikamilishe kwa kusema, nyinyi Waluya hakuna kitu na wadai. Hakuna kitu na wadai. Kwa sababu haswa nyinyi wa Bumula, tumefika mahali, tumefika Kenya hii, watu wanasema tunaweza kugombea urais kwa sababu ya msimamo wenu, kwa sababu ya kuniunga mimi mkono, kwa sababu kila mahali mnaenda mnaimba nyinyi ndio Sifuna. Nataka niseme asante sana. Wengine walifikiria ati mimi na Natembea huyu ati tutagombana. Tunagombania nini? Tunagombania nini? Sasa ukiniona hapa na Natembea, tumemaliza hii mambo ya Western. Vile wamesema Mheshimiwa Natembea, mimi na kuamini kwa sababu ya ile kazi ambayo umefanya hapa Western. Hata ukiniacha mimi niende Samburu, niende Turkana, niende mahali ingine, najua nyumbani iko sawa. Na nataka niwaibie siri. Mnataka hiyo siri? Nimetembea hii Kenya na hii kikosi yote. Tumekuwa Pwani, mmesikia Mheshimiwa Mwashako. Tumekuwa kule Umasaini, tumeenda Narok, tumeenda Kajiado, tumeenda Nakuru, tumeenda kila mahali. Mumanyile nivyo bandu bano balalindanga kweli. Balamulindanga enywenyu, balalumanga bali bene mwana. Mulambuliranga bulayi. Bamulindile enywenyu. Sikile na kugenda mwakabona omughana mori Pauline yuno namubolera ali hata mulima huko. Balalumanga bali wao ni nani? Nono bandu nibo balindile busa. Babu kusubefwe bano khane bechanga murie. Na nataka niseme kwa Kiswahili ndio hao wasikie. Hii siasa, baba mimi alinifunza siasa ni ushawishi. Nataka niombe viongozi wa hapa Western, Mheshimiwa Natembea, tusilazimishe mtu yoyote kusema yeye ni Sifuna. Tukae na yeye, tumbembeleze, tumuingize box pole pole. Aliomwa amiba Lusaka. Lusaka oyoyo amanye sali khachesa Mungu mwewe. Samuel. Mala musa pese kura nandi Lusaka wewe. Ata khaba bali ngwangwa nendeyo. Mala khobonele kanye. Hatutawalazimisha. Mheshimiwa Didmas, hechezeo hechezeo mwami. Nenya unyi mesekura yone ndi mumuo. Mala kumanya. Sikila, hii siasa huwezi kulazimisha watu, lazima waonyeshe njia mbadala. Na wengi wao wananitumia message usiku, bali mwami
okacha wando mamu bandu ta kumanyenyala nacho kabufu khane kimila kiliyo balibe president kaelesya bandu base kimila hali nendoma balarusya ku contractor nabalindile tu sikila esafari